sasa moja kwa moja nikupeleke hadi katika kaunti ya Uasin Gishu ambapo baadhi ya wawakilishi wa chama cha KANU wanazungumzia jopo kazi ama mkutano wa BBI unaotarajiwa kufanyika hapo kesho mjini Mombasa. Hebu tuwasikilize. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo inafuatiliwa na mwanahabari mwenzangu Elvis Kosgei ambaye yuko katika kaunti ya Uasin Gishu. Elvis Kosgei, wapo unanipata? Pengine tuambie, je, wawakilishi wa chama hicho cha KANU wana yapi ya kusema kuhusiana na mikutano ya BBI ambayo imekuwa ikiendelea nchini, na kesho tunatarajia mkutano mwingine mjini Mombasa? Naam, wa kesho ni hafla ambayo inaongozwa na gavana wa kaunti Elgeyo Marakwet ambaye ni Tanui Tolgos, na pamekuwepo tu na joto kuhusiana na mchakato mzima wa BBI hasa katika eneo la Bonde la Ufa. Itabainika kwamba tayari kuna ratiba ambayo ilikuwa imetolewa ili kuainisha je, mipango yenyewe itakuwaje, manake kuna ule ambao utafanyika katika uwanja wa 64 kama ilivyo imekadiriwa. Tumekuwepo na semi mbalimbali kutoka kwa baadhi ya viongozi, kuna semi kinzani, kuna wengine ambao wameonekana kwamba wapo mstari wa mbele kushadidia na kuipigia debe mchakato wa BBI. Kuna wale ambao wanasema wana ufahamu wote hasa kuhusiana na nini ama masala ambayo yamefungamanishwa mle ndani. Itabainika kwamba haya yanajiri huku joto la kisiasa nchini likiendelea kupanda. Itabainika katika kaunti ya Kisii palikuwepo na ule mkutano wa kwanza juma lililopita, tuliona ule mkutano wa Buhungu. Vile vile tumetaarifiwa kwamba kuna ule mkutano ambao utafanyika katika eneo la Tononoka. Kwa hiyo pamekuwepo tu na hisia mseto, na hili ni jambo ambalo tutalidadavua na gavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Tolgos. Nabainika kwamba juma lililopita tayari Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ametoa labda jambo ambalo lilionekana litafaulisha mkutano wenyewe. Kwa hiyo bila kupoteza muda, basi nitamhusisha gavana wa kaunti hii Tolgos atupe tathmini tu kidogo kuhusiana na mkutano wenyewe. Najua kwamba Rais Uhuru Kenyatta tayari wanasema kwamba alikuwa amempa ile idhini hasa ya kuweza kukongamanisha labda wale viongozi ambao wanaunga mkono mchakato wa BBI. Asante sana bwana gavana kwenye kujiunga nasi kwenye leo mashinani. Hivi majuzi tulipata ripoti tukasoma kwenye magazeti kwamba tayari utakuwa gavana ambaye anaongoza labda ile mikutano ya kukusanya maoni kutoka kwa wakazi wa eneo la Bonde la Ufa. Hatujasikia kutoka kwako, tumeona tu imeandikwa kwenye magazeti. Hadi kwa kufikia sasa tuko wapi? Asante sana. Kwanza nataka kusema binafsi nataka nishukuru rais wetu His Excellency Uhuru Kenyatta pamoja na Right Honorable Prime Minister Raila Odinga ambao waliketi chini na wakaona kwamba njia haiwezi endelea vile iko, na kupitia ile handshake waliweza kukutana pamoja na wakaamua kwamba kupitia hiyo handshake wakaanzisha Building Bridges Initiative ambaye msimu wa kwanza ilifanyika ikamalizika, na sisi kama watu wa Elgeyo Marakwet tunafurahi kwa sababu tulipata hiyo nafasi ya kujieleza kwa hiyo kamati. Walikuwa hapa Iten, tuliweza kuketi chini nao, tukaongea nao, tukapeana maoni yetu ambaye tunajua kwa kweli kuna mambo mengi ambaye inahitajika kutatuliwa katika kaunti hii na sehemu zingine. Na kupitia sasa kwa ile ripoti ya kwanza ndio awamu ya pili imeanza, na mimi nashukuru Mheshimiwa Rais kupitia ile mkutano ambaye magavana wa nchi kuweza kuendesha hiyo. Mimi ni baadhi ya wale ambao wamepewa jukumu ya kuunganisha viongozi katika Bonde la Ufa, na hiyo ni kazi ambaye mimi nataka niseme kwamba niko tayari kuifanya, na tayari tumeanza kukutana na viongozi ambaye wako na maoni sawa na sisi, na tutaendelea kufanya kazi kupitia kwa ile mwelekeo ambaye Rais na former Prime Minister watatuelekeza, na tuhakikisha kwamba hii awamu ya pili maoni ya wananchi, kwa sababu ile ya kwanza ilikuwa ni mambo ya ama delegates waliweza kukutana wakaleta maoni. Kwa sasa kaunti zote za Rift Valley na nchi kwa jumla,
na kupitia maybe kwa mikutano kama ambaye itafanyika kesho huko Mombasa, tunapanga tuwe na mkutano moja kule Nakuru, na pia tutakuwa na mkutano mwingine hapa Eldoret ili kuweza kuleta wananchi pamoja. Naam. Bwana Gavana, huoni kwamba labda ile maazimio ya BBI, manake tumekuwa na semi kutoka kwa viongozi mbalimbali. Jambo la kwanza wanasema Gavana Tolgos alichaguliwa kama nani. Jambo la pili wanasema labda huyu ni gavana ambaye amejitenga na ile kundi ambalo linaamini kwamba labda muunga mkono naibu wa rais William Ruto na maazimio yake ya mwaka 2022. Huoni kwamba patakuwa na makundi mawili ambayo yatagawanyika na kuzidisha labda ile nyufa zaidi ambayo tumekuwa tukishuhudia? Kwanza Elvis, nataka kusema kwamba mambo ya BBI na mambo ya 2022 ni tofauti kabisa. Na kwa nini Gavana Tolgos alipewa hiyo jukumu? Kwanza nataka kusema nilikuwa gavana ambaye niliunga mkono mambo ya handshake. Na mkunradi mtazamaji, kidogo mawimbi hayo yana